Shalom, watu wa Mungu, shalom. Namshukuru tena Bwana Yesu Kristo kwa kutupa na muda huu wa kutangazia tena habari njema ya Yesu Kristo. Leo namshukuru tena Mungu kwa sababu ametujalia neema. Na neema kubwa kwa sababu leo ni siku ya Jumamosi. Namshukuru Bwana kwa kuwa pamoja nasi. Ndio maana siku ya leo nakujia na mada hii nakuletea siku ya leo ni mada ya leo ni magereza ya Roho Mtakatifu. Kwa sababu tuko najifunza, tuko kwenye mada hii ni ndogo, lakini tuko kwenye mada ya ufalme wa shetani. Kwenye ufalme wa shetani tuliona wiki iliyopita msiba feki. Na hii msiba feki imetengenezwaje kwenye ulimwengu wa giza? Hii msiba feki imetengenezwa kwa wafungwa waliofungwa katika ulimwengu wa giza. Na wanafungwaje? Na magereza yako wapi? Na ndio maana tunaita hizi magereza ya rohoni. Ukisoma katika Mwanzo sura ya 39 mstari wa 22 nasema mkuu wa gereza akamtoa akawatia mikononi mwa Yusufu watu wote waliofungwa waliomo gerezani, na yeyote na yote yaliyofanyika umo ndiye aliyeyafanya. Maana yake nini? Yusufu wakati walimkamata wanamweka gerezani, Yusufu mkuu wa magereza alimpa mamlaka yote ya magereza, alimwekea Yusufu vyote, lakini ni mfungwa, anafungwa. Hata kama anafanya vyovyote, yeye ni mfungwa tu. Hata kama wanampa cheo chochote, yeye ni mfungwa tu, ni mfungwa tu. Sasa uone, mjuzi tuliona mamisiba feki, na ile misiba feki inatengeneza na watu wengi wanauawa, watu wengi wanapigika, watu wengi wanazulumiwa kwa sababu ya misiba feki. Wengine unafikiri paka leo wameshafariki, kumbe ni wazima. Misiba feki. Sasa hivi leo twende tukaone magereza. Magereza kwanza, kuna gereza ya mwilini na kuna gereza ya roho. Sasa hizi gereza ya mwilini ni gereza gani? Gereza ya mwilini maana yake ni gereza ni mahali pa kurekebisha mtu yule akujiendesha vizuri, yule mtu yuko navunja sheria kwenye maisha yake. Na ndio maana ya magereza ya mwilini. Kuna wafungwa wezi wakiwakamata wanaweka mule juu ya kumrekebisha tena. Kuna wahalifu wakimweka juu ya kumrekebisha, sio kwenda kumchinja au kumua, lakini yule anaua naye pia wanamtupa kwenye gereza juu ya kwenda kuuawa, naye wanamtupa kwenye gereza juu ya kwenda kuuawa. Lakini kuna magereza ile wanaita gereza ya rohoni. Gereza ya rohoni nini? Gereza ya rohoni ni sehemu ya kuficha maisha, sehemu ya kuficha maisha ya mtu yuko hai lakini anafungwa sehemu fulani. Ndio maana ya magereza ya rohoni. Kuna magereza ya rohoni yako ya aina nyingi. Leo watu wengi wanafungwa lakini ajua kwamba yuko mfungwa. Kuna gereza la choo, kuna gereza la bafu, kuna gereza la bafu, kuna gereza la takataka, kuna gereza la vinyesi, kuna gereza la dampo, kuna gereza la tumbo, kuna gereza la uchi, kuna gereza la mti, kuna gereza kuna gereza lingine, gereza la chupa, gereza la matope, gereza la vinyesi, gereza nyingi. Ni kwamba kuna magereza mengi katika ulimwengu wa roho. Na wengine wanaweka kwenye gereza ya sufuria.
wengine waweka kwenye gereza ya sufuria. Haya magereza ni magereza yanafanya watu wengi kuishi kwenye hiyo magereza. Leo tunaanza na gereza la choo. Gereza la choo ni gereza gani? Gereza la choo. Gereza la choo ni gereza wachawi wanatengeneza. Hasa ni wachawi wanaitengeneza gereza la choo. Wakisha kumloga mtu wanamweka kimvuli chake chooni. Na hii kimvuli chake wakisha kuweka chooni, mtu wanamurushia laana ama mapepo ya mabaya yote. Mlevi yeye, ugomvi yeye, wizi yeye, uzinzi yeye, uasharati yeye, utapeli yeye, vyote utakuta kwake. Masimango yeye. Kama unataka uone huyu mtu hata mitaani, unaweza kukuta mtu kama kuna ugomvi mtaani, yeye yupo. Kama kuna kusimanga mtaani, jina yake yupo. Kama kuna nini, ni kwamba wanamuloga huyu mtu wachawi. Wanamloga, wanamuweka kwenye hatari, wanamweka kwenye hiyo kifungo la choo. Kwa sababu choo ni siri ya uchafu wote. Choo ni siri ya uchafu wote wa mtu. Na ndio maana unaonaka wachawi wenyewe wanaendaka, ni kama nataka kufunga mtu, kama nataka kutambika, wanaendaka chooni. Kule chooni ndio wanaenda kufanya. Wanaendaka chooni, kule chooni. Wanaendaka chooni, kule chooni ndio wanaenda kuweka mairizi yao. Kule chooni ndio wanaenda kuweka vitu vyao. Na wewe wakati unajua huku chooni ni hatarini, na wewe lazima Mkristo wakati huku unaingia mule lazima kuomba chooni, lazima kuomba Mungu humo. Unaomba Mungu, unajua hata kabla ya kujisaidia unaomba, hata kabla ya kufanya kitu chochote unaomba, hata kabla ya kufanya mambo yote omba. Unajua kwa nini? Kwa kuwa unaweza kujikuta wewe ndio washafungwa huko kwenye choo. Wewe ndio umefungwa huko kwenye choo na utajua. Tona tu maisha yako yote yaendeke. Unajikuta mlevi wakawa mlevi kabisa, kumbe umefungwa katika choo. Umejikuta unataka kuacha hiki kibaya, unashindwa. Uko wapi? Uko chooni. Na kuna gereza nyingine tutaigusia leo, gereza ya kinyesi. Gereza la vinyesi ni gereza wako narushia hasa mabinti, wanarushia hasa vijana, wanawaweka huko kwenye kinyesi. Ni kwamba wakisha kuweka kwenye kinyesi ni gereza ya kutokubaliwa. Gereza ya kutokubaliwa. Haukubaliwe ufanye kitu chochote, akikubaliwe. Maisha yako haikubaliwe, vitu vyote havikubaliwe. Kuna mabinti wengine wamepiga vinyesi, ni mzurembo kabisa, lakini akubaliwe. Urembo wake uonekane kwa sababu wamweka. Na wengine hiyo gereza ya kinyesi wanakurushia paka harufu. Unatembea na harufu, upimie kwa harufu, unanunua perfume yote harufu, kwa sababu wamekwisha kupiga. Ni kwamba hasa wakisha kupiga hiyo harufu, usikaliki na mtu, usikubaliwe na mtu, anakuweka mbali na mtu, anakufukuza katika ulimwengu wowote. Juu kama mtu anatoa harufu mbaya, hawezi kukaa na watu pamoja. Gereza la kinyesi. Na ndio maana ukisoma kitabu hiki kitabu cha Zaburi 23 mstari wa kwanza, Bwana ndiye mchungaji wangu, Bwana ndiye sitapungukiwa na kitu. Anipumzisha katika malisho mabichi, aniwisha. Na ingine Zaburi 69 mstari wa 14, uniponya katika matope. Tutaona na gereza la matope hiyo baadaye. Uniponya katika matopeni, unikomboa na kunitakasa. Leo damu ya Yesu kutakase. Wewe binti kwenye gereza, wewe kijana, wewe baba, wewe mama, wewe familia wako kwenye gereza ya vinyesi, gereza la choo. Leo na kuchomoa humo katika jina la Yesu. Leo na kuchomoa humo, na kuchomoa kwenye hiyo magereza kwa jina la Yesu.